Hello, assalamu alaikum. Leo tupike maandazi. Maandazi matamu na malaini na yana rangi nzuri kama mnavyoona. Ungana na mimi kuona nilipikaje mpaka nikapata muonekano kama huo. Na kama bado haujasubscribe katika channel yangu ya Mapishi na Ruki, naomba unisaidie kusubscribe. Na ungana na mimi mpaka mwisho, hautajutia muda wako. Kwa hiyo hapo tunaanza na vitu vyetu muhimu. Hapo nitawaonesha nina hamira kijiko kimoja kama hiyo hapo mnavyoiona. Nina tui langu la nazi. Hiyo nazi nilikuna, hiyo hapo bado kuchujwa tu. Na hapo tunaenda kwenye step muhimu kabisa ya kutesti hamira. Jamani, usipike maandazi, usipike mkate bila kutesti hamira. Hakikisha umetesti hamira yako. Kama hivyo mimi ninavyofanya hapo, utachukua hamira yako kiasi ambacho wewe unacho, maji kidogo na sukari kidogo kama nusu kijiko hivi. Unaenda kukoroga hiyo hamira. Kama ni nzuri, ukifunika hapo utaona sasa. Kama hamira yako ni nzuri itafura. Yaani utaiona kabisa imepanda juu kidogo. Kama hamira yako ni mbaya itaendelea kwa hivyo hivyo. Kwa hiyo hakikisha una testi hamira. Mimi nilishawahi kupika maandazi, hamira ikanigomea jamani, kuumua maandazi. Nilikuwa sijui hamira ni mbaya au nzuri. Imekaa dukani muda gani sijui. Kwa hiyo hakikisha una testi hamira. Hiyo ni hatua muhimu sana. Kwa tunaweka hamira yetu pembeni kwa ajili ya kuitesti. Tunaenda kuchuja nazi sasa. Hapo mimi nilitumia tui moja tu, tui zito. Yaani niliweka maji kikombe kimoja tu kidogo na sikuongeza kwa sababu maandazi hayataki maji mengi. Kwa hiyo hilo ni tui zito tu moja tu. Hapo tunachuja vizuri. Hakikisha kama unachuja nazi, mikono yako umenawa vizuri, mikono misafi. Usiende jikoni ukiwa na mikono michafu. Kwa hiyo hapa kama unavyoona niliendelea kufanyaje, kuchuja tui langu la nazi. Kama mnavyoona hapo, tui langu lilikuwa zito kwa sababu hiyo nazi ilikuwa ni kubwa na imekomaa vizuri. Kwa hiyo tui langu lilikuwa zuri kabisa. Huku pembeni kuna hamira yetu tulioiweka kwa ajili ya kuitesti. Kwa hiyo hapo nimemaliza kuchuja tui langu. Hapo nina ngano sasa. Ngano hiyo, unga wa ngano wa kawaida kabisa wa maandazi. Ngano hiyo ni nusu na robo. Nina vanila kwa ajili ya harufu. Nina hiriki pia. Unaweza ukatumia tu hiriki peke yake au vanila peke yake. Inategemea na wewe unapenda kitu gani hasa. Au unaweza kutumia vyote kwa pamoja kama mimi. Hapo nina hamira yangu hiyo. Kama nilivyosema, unatakiwa hamira uitesti, na hiyo ilikuwa imeumuka. Bila kusahau sukari. Jamani, maandazi ni sukari, bila kusahau sukari. Hapo naonesha kama hivyo kwa ukaribu. Yaani hiyo ni hamira sasa. Unaona nilisema tunafanyaje? Tunaitesti. Hapo sasa hamira yetu tunaona kabisa ni nzuri. Tunaenda kupika wala haitoleta shida. Kwa hiyo hapa tunaenda kuweka ngano yetu. Hiyo ngano ni robo 3. Unga nusu na robo wa ngano. Kwa hiyo tunamimina kwenye kidishi kama hivyo. Nikachota kidogo wa kuweka pembeni kwa ajili ya kusukumia. Usiweke unga wote jamani. Maji yanaweza yakakutoka, ukaweka maji mengi, ngano huna ya pembeni. Kwa hiyo hakikisha unabakisha hata kidogo. Sijui unanielewa. Na hamira yetu kama mnavyoiona inazidi kujaa, kwa maana hamira yetu ni nini? Ni nzuri. Tunaenda kuweka katika unga wetu. Hiyo sukari, yani hamira na sukari kidogo tu, usiweke nyingi. Mi hamira ni kama nilivyosema nimetumia kijiko kimoja, na hapo hamira yangu naona ni nzuri kabisa. Jamani, mkipika naomba mtesti hizo hamira. Nyie, haya mtakuja kunikumbuka. Kwa hiyo hapo tunaenda kuweka sukari. Sukari weka kiasi ambacho wewe unapenda. Mimi nilikadilia tu kama hapo hivyo, kama vijiko 5 hivi kwa kukadilia. Lakini uweka kiasi ambacho wewe unapenda kutokana na wingi wa ngano yako kama nilivyosema hapo mwanzo. Kwa hiyo hapo tutaenda, nimeshaweka sukari yangu. Nimeweka hamira ile ambayo nimeitesti pale. Hamira yangu ni nzuri, inaenda kufura katika maandazi jamani. Hapo tunafuata hatua ya kuweka hiriki. Tunaenda kuweka hiriki. Mimi nilitumia hiyo hiriki ya tunda, lakini kama una hiriki ya unga pia unaweza ukaweka. Hapo hiyo hiriki tunaweka tu zile tunda za ndani. Kwa hiyo hapo utaichambua hiriki yako, utaweka tunda tu zile za ndani, usiweke hiriki nzima nzima, itaenda kuharibu shepu ya maandazi yetu. Weka hiriki kidogo tu, vile vitunda vya ndani. Na kama una hiriki ya unga unaweza ukaweka pia hapo. Kama hivyo unavyoona nilikuwa nachambua hizo hiriki zangu kidogo. Na weka kwenye hiriki pia unaweka hiriki ambazo wewe kiasi ambacho wewe unapenda. Ukiweka kingi, ukiweka kidogo ni wewe.
Kwa hiyo niliendelea kuchambua hizo iliki zangu taratibu na kuziweka humo katika mchanganyiko wangu wa ngano, sukari na hiyo hamira yangu. Jamani, hamira ni nzuri. Unaona inavyofura hapo? Hapo sijachanganya. Kwa hiyo hapo nikawa naendelea kuweka vanila. Vanila yangu mimi ilikuwa ipo kidogo tu, ilikuwa inaishia, kwa nikaweka yote. Lakini hiyo vanila tunawekaga kijiko kimoja tu, usizidishe. Kizidisha hiko chakula hutokula jamani. Sasa ukiangalia hiyo ngano yangu haikuwa nyingi hivyo. Kwa hiyo ukiweka vanila nyingi, unaweza ukatoa chakula ambacho kimepitiliza harufu mpaka basi. Kwa hiyo tuendelea kuchanganya. Na hapa leo tutakanda ngano yetu step by step. Yaani kama wewe haujui kukanda ngano ya maandazi, kaa hapa na mimi, hautajutia. Hapo tunaweka chumvi. Weka chumvi kidogo tu jamani, kwa ajili ya kuna ladha fulani hivi unakapata. Yaani ukiweka chumvi kidogo na sukari, angalia tu usizidishe. Kwa hapo niliweka chumvi. Na kama mpenzi wa baking powder unaweza ukaweka hapo sasa. Na hapo sasa kama nilivyosema tunaenda hatua kwa hatua ya ukandaji wa maandazi na maandazi yetu yanatoka laini. Kaa na mimi. Kama haujui kukanda kabisa, kaa na mimi hapo, utajua kukanda step by step. Kwa hapo nikaweka mafuta. Weka mafuta kama vijiko 3 hivi, mimi nikadilia tu hapo, si unajua. Kwa tukaendelea kuchanganya. Weka hapo, ushaweka mafuta, ushaweka sukari, ushaweka hiriki au vanilla, ushaweka sijui hamira yote. Hapo tunaenda kuweka sasa lile tui. Kama nilivyosema tui langu lile bubu kidogo kidogo sasa. Usiweke tui jingi. Unaweka kidogo unachanganya. Mimi nikasema hapo pembeni niweke katika iko kibakuli iko nilichotestia hamira ili niangalie ili nipate ile hamira iliyogandiana mule kwenye kibakuli kama mnavyoona. Nikakoroga bwana kidogo. Tunatia hiyo ni tui nimeweka kwenye kwenye iko kibakuli. Tunaenda kutia, lakini sio lazima. Kama unaona hamira yako inakutosha wewe endelea, tuna step nyingine. Kwa hapo weka tui kidogo kidogo. Weka tui kidogo kidogo kama nilivyosema. Tunachanganya kidogo kidogo mpaka hilo tui, yani mpaka hiyo ngano yetu ikae sawa. Ukiweka maji mengi unaweza ukazidisha. Kama nilivyosema, kaa na mimi hapa kidogo. Yani tunaanza kukanda kuanzia step 1 mpaka tunamaliza. Hata sitopeleka mbele hata sehemu moja. Kwa tunaendelea kuweka hivyo tui letu kidogo kidogo, na kama nilivyosema mwanzo, hilo tui letu tui lile zito. Tui lile zito. Kwa hiyo hapo maandazi yetu yanaenda kupata nazi ile yenyewe kabisa kama nilivyowaambia hapo. Utaendelea kukanda kama mimi ninavyofanya hapo. Hapo tushaweka mafuta yetu hapo mwanzo kabisa. Tuendelea kukanda hilo tui letu. Hapo ngano hiyo inanukia balaa kwa sababu nimechanganya vanilla, nimechanganya na hiriki. Hiyo ngano tu hapa peke yake inanukia, wewe acha. Kwa hiyo utaendelea kukanda hivyo, ukiona bado unatia tena tui. Yaani ukiona bado ngumu unatia tu kidogo kidogo. Ukijifanya una haraka, jamani jikoni hakutakiwi haraka. Kama una haraka bora usipike, utaharibu. Kwa hiyo jikoni hakutakiwi haraka. Kanda taratibu taratibu kidogo kidogo. Tia maji yako kidogo kidogo au tui. Maana kama hauna tui hapo unaweza tu ukapika maandazi ya kuweka maji. Weka maji yako taratibu. Au wengine wanaweka maziwa. Kama una maziwa unaweza ukaweka maziwa taratibu. Mimi nilitumia tui la nazi. Lakini hata kutumia maji pia sio mbaya na wala hayatatoka mabaya. Kwa hapo tunaendelea kukanda ngano yetu kidogo kidogo. Kama mnavyoona, si unaona hapo? Hapo ishashikana vizuri. Sasa tunaendelea kukanda. Angalia mimi ninavyokanda ili na wewe ukakanda upike maandazi mazuri. Na nakushauri ukae na mimi mpaka mwisho, wala hautojutia muda wako. Utaenjoy na utapata kitu kutoka kwangu. Yaani utaenjoy na utapata mafunzo mazuri. Kwa hiyo hapa tunaendelea kukanda. Usione uvivu kukanda. Kwenye kukanda hapo hapahitajiki uvivu jamani. Yaani kama wewe ni mvivu usipike tu hayo maandazi, utatutolea maandazi magumu. Yaani maandazi siri yake ni kukanda. Maandazi chapati. Kwa hiyo hakikisha unakanda vizuri hiyo ngano. Yaani kila kiungo kiingiliane na hiyo ngano yako. Kwa hiyo hakikisha unakanda vizuri kwa muda mrefu ngano iwe laini. Ndio tunaendelea na step inayofuata. Kama mnavyoona hapo naendelea ufanyaje kukanda. Na wakumbushe tena, kama bado hauja-subscribe katika channel yangu ya Mapishi na Ruki, naomba usubscribe. Bonyeza hiyo alama ya subscribe tu. Yaani kitendo tu cha sekunde utakuwa umenisapoti sana ndugu yako. Hapo tunaenda tena kuweka mafuta. Weka mafuta kijiko kimoja tu. Kama unavyoona hapo, mimi sikuweka mafuta mengi. Weka mafuta kijiko kimoja tu.
kama ngano yako ni ndogo kama ya kwangu. Ila kama ngano ni nyingi, unaweza ukaongeza mafuta vijiko 2, 3. Kwa hiyo hapo tunaendelea kukanda. Unaona hiyo ngano? Hapo sijapeleka mbele hata sehemu moja, sijakata hiyo video. Kwa hiyo hapo ngano hakikisha hiyo ngano mpaka haishikani, yani inakuwa soft kama hivyo mimi ya kwangu, isishikane labda kwenye mavidole, sijui isisona ya kwangu. Yani mpaka imekuwa soft taratibu. Nimesema jikoni hakutaki haraka vipenzi vyangu. Kwa hapo tukaendelea kukanda. Hiyo ngano yangu imekuwa soft, laini kabisa. Si unaona? Inavutia hata na kuvutia. Lakini hapo bado hatujamaliza kukanda. Hilo andazi linatakiwa likandwe vizuri ili andazi lako liwe laini na tamu. Ni kukanda. Na kukanda unatakiwa ukande haswa. Kwa hapo nikaendelea kukanda, nikaona hapo hapatoshi kwenye kukanda, nihamishie hapo chini ili nikande vizuri. Lakini wewe unaweza ukakaa, kama umekaa chini unaweza ukakanda zaidi hata hapo kwenye kadishi. Sio lazima kuhamishia sijui kwenye meza, sio kwenye nini, ila mimi nilipenda tu nihamishie hapo kwa sababu ndo urahisi wangu. Kwa sababu mimi hapo nilikuwa napika nimesimama, kwa hiyo nikapakaza kibao changu mafuta kidogo ili hiyo ngano isinasane chini. Sijui unanielewa? Kwa nikaendelea kukanda. Kama nilivyosema tunatakiwa tukande hilo andazi. Na mimi sijapeleka mbele hata sehemu moja. Kwa hiyo kama wewe haujui kabisa, hiyo ni hiriki kubwa iliingia. Kama nilivyosema tusiweke mahiriki mabonge, tutafanyaje? Tutaharibu shape ya andazi letu. Kwa hiyo hapo naendelea kukanda. So unaona hiyo ngano ilivyokuwa laini. Unaona hata mwenyewe ninavyokanda unaiona kabisa ngano ipo laini na ipo soft. Sio ngumu, sio unaona? Hapo sasa tunaendelea. Hilo tu nikaona hapo linanigasi, niliweke pembeni. Kwa hiyo tunaendelea kukanda. Kanda hiyo ngano. Kanda dada yangu, kanda bibi yangu, kanda shangazi yangu, kanda mdogo wangu. Hiyo ngano ikandwe mpaka ifanyaje? Mpaka yenyewe iseme yes, hapa sasa mimi nipo vizuri. Mpaka mwenyewe ukiangalia tu unaona kabisa hii ngano mimi nimeikanda vizuri kabisa. Kala mimi mpaka mwisho, hautajutia muda wako. Utajifunza na utaenjoy pia. Kama nilivyosema, kwa kunisupport tu bonyeza hiyo alama ya subscribe, utakuwa umenisupport kwa kiasi kikubwa na umenipa nguvu kwa kubonyeza tu hiyo na kuacha like yako hapo. Kwa hiyo hapo tayari ngano yangu nishaikanda. Si unaona ngano imelegea vizuri. Yani hiyo ni video moja, sijakata video kwa maana nimekuwa na wewe step by step kwenye kukanda hiyo ngano. Kwa hiyo tunaenda kuweka katika kidish kile kama kile tulichokuwa tunakandia kwa ajili ya kuifunika. Funika na kitu ambacho hakitopitisha hewa. Mimi nilifunika na sahani yangu hiyo kubwa, haipitishi hewa. Tunaacha sasa kwa dakika kadhaa ili iumuke. Tunaacha kwa dakika, tunaiacha iumuke kwa dakika kadhaa, kwa dakika 5 mpaka 10. Tunaiacha hiyo ngano iumuke vizuri tukiwa tumeifunika vizuri isitoe hewa au isitoe upepo. Na kama una kitambaa au kitaulo unaweza ukafunika pia. Kwa hiyo baada ya muda hapo nimerudi, ngano yangu tayari imefura kwa sababu hamira yetu ilikuwa ni nzuri. Ngano imeumuka, tunaenda kuitoa upepo. Utaikanda kanda kama hivyo mimi ninavyokanda hapo kwa ajili ya kuitoa upepo. Kwa hiyo hapo tayari nina kibao changu na nyunyiza kidogo viunga hapo ili nikiweka hiyo ngano yangu isifanyaje? Isishikane. Kama nilivyosema mwanzo, natoa hapo donge langu kwenye dish, tunaweka hapo kwenye iko kibao. Nimegawanisha mimi vipande viwili. Lakini kama ngano yako ndogo unaweza ukasukuma hivyo hivyo, lakini mimi niliona siwezi kusukuma hivyo hivyo, lazima nifanyaje? Lazima nigawanishe vipande viwili. Kwa hiyo hapo nikasukuma hiyo ngano kama mnavyoona hapa. Taratibu, usiwe na haraka, usitumie nguvu. Kama unapenda maandazi membamba utasukuma zaidi. Kama unapenda maandazi manene, yani makubwa makubwa yenye nyama ndani, utasukuma tu kidogo. Iko kidude cheusi hapo, ni nini? Ni hiriki. Kwa hiyo hapo tunaendelea kukata hiyo, tunakata shape za maandazi. Kama nilivyosema, tunanyunyiza unga katika hiyo sahani ambayo naenda kuwekea maandazi yangu. Basi ngano yangu ilikuwa ni laini sana, ilinisumbua kwenye kukata, na mimi kwenye kukata sio mzuri sana, ila kata wewe shape ambayo unayoipenda. Unaweza kukata umbo la kisu, umbo la duara, sijui umbo la kama hivyo mimi hapa. Kwa hiyo tunaenda kukata
hayo maandazi yetu kwa ajili ya kwenda kuyapika, yani kuyakaanga. Kwa hiyo mimi ngano yangu nilikanda sana, ilikuwa laini, ilinisumbua kwenye kukata, na kisu changu pia ni kidogo. Kwa hiyo kama una kisu kikubwa au una kile kidude cha kukatia maandazi sijui vile, unaweza ukakatia pia. Kwa hiyo mimi nikawa nakata hapo na kisu changu nahangaika, lakini maandazi yangu yalikatika vizuri. Utakata kama hivyo mistari, alafu unaenda kukata vipande kama mimi hapo ninavyofanya. Tunakata zetu vipande. Kata shepu ambayo wewe unataka, usicheke maandazi yangu. Kwa mimi nilikata vipande kama hivyo vya boksi. Lakini kama una kikombe kidogo unaweza ukakata raundi ya duara kwa kupitisha iko kikombe katikati ya hiyo ngano. Na kama nilivyosema mwanzo, kama wewe ni mpenzi wa maandazi yale ambayo ndani hayana kitu, yani unaweza ukasukuma, yani unasukuma sana hiyo. Kama nilivyosema, kama mpenzi wewe wa maandazi ambayo ndani hayana kitu, sukuma sana hiyo ngano yako. Lakini kama wewe mpenzi wa maandazi kama mimi, ndani yenye nyama, lakini hakikisha tu hizo nyama zinaiva vizuri. Kama huwezi kuivisha ndani hizo nyama vizuri, pika tu andazi ambalo halina nyama. Sawa? Kwa hiyo tunaendelea kukata. Mimi maandazi yangu yalikuwa ndani yenye nyama. Kwa hiyo nakata saizi hiyo hapo. Nimesukuma tu kidogo, sio kidogo sana, lakini kama unavyoona hapo, ndani lazima liwe na nyama. Mimi ndo ninavyopenda hivyo andazi. Kama wewe upendi, utasukuma zaidi hilo donge lako. Alafu hapo naendelea kukata, na yani nakata kama utakata kama mimi ninavyokata. Utaniangalia hapo jinsi ninavyokata. Kama wewe haujui kukata, utakata andazi lako. Kama unajua, utakata shape ambayo wewe unaitaka. Kwa hivyo mimi niliendelea kukata maandazi yangu. Maandazi yangu yalitoka mengi kidogo, kama unga nusu na robo. Nimetoa maandazi 30. Kwa kama wewe ni mfanyabiashara, fursa ndio hiyo hapo. Mimi maandazi yangu hayo kama ya dukani, yani kama maandazi yale ya masokoni yale, saizi yake nilitoa maandazi 30 kwenye unga nusu na robo. Na huo unga sikumaliza wote, kama unavyoona nilibakisha pale kidogo. Kwa kama wewe mfanya biashara, hesabu hapo. Kwa hiyo hapo nikaendelea tena na donge langu lile la pili nililoliacha, tukaendelea kukata hapo. Nikaona inanasanasa hapo kisu changu, nikakipakaza unga wa ngano kidogo. Kama nilivyosema mimi ngano yangu ilikuwa laini. Kwa hiyo ilikuwa inanisumbua hapa kukata. Inanasana yani inakuwa inanata. Kwa hiyo nilipakaza kisu changu unga, nikaendelea kukata vizuri kabisa. Kwa utakata maandazi yote kama hivyo nilivyokata mimi hapo. Na kama wewe sio mpenzi, kama wewe unaweza, yani kama vipi unaweza ukapika ukakata shepu aina mbili tofauti. Kama unaweza ukakata kisu, unaweza ukakata viboksi, wewe unaweza. Sasa wewe kwa mahitaji yako. Mimi nilipenda kukata hivyo, sikutaka mambo mengi. Kwa hiyo nikaendelea kukata hapo chap. Na kukumbusha tena, kabla tujaendelea kukata hayo maandazi, naomba unisaidie kusubscribe tu kipenzi changu. Yani bonyeza tu hiyo alama, utakuwa umenisupport kwa kiasi kikubwa sana, utakuwa umenipa nguvu ya ajabu. Naomba tu unisaidie kubonyeza tu hiyo alama ya subscribe katika channel yangu ya Mapishi na Ruki. Na naomba usiwe mbali na hii channel au hii page yangu. Utakuwa yani kila siku nitakuwa nawapostia video nzuri na za kufundisha vizuri. Naomba muwe na mimi, na asanteni sana kwa wote mnaonisupport na kunifuatilia. Kwa hiyo hapo nikaendelea kukatakata maandazi yangu kwenye sahani. Niliona hayatoshi, nikafanyaje, nikaweka kwenye kigoda iko. Kwa hiyo hapo maandazi yangu ni hayo hapo. Mengine niliweka kwenye kidishi hapo, sikuonesha, lakini maandazi nilitoa maandazi 30. Maandazi yangu hayo hapo. Hakikisha hapo hayaumuki. Mahala ya pili unaenda kuyachoma hayo maandazi, usiache tena yakaumuka. Yatatoka tukaini, utakuwa ukiashika hivi yatatoka alama za vidole. Alama za vidole hazitakiwi katika maandazi. Kwa hiyo hapo tunaenda kuweka mafuta. Weka mafuta kwenye kikaango chako ambacho wewe unaenda kupikia maandazi. Weka mafuta ambayo wewe yanakutosha. Si tunasema sio weka mafuta si kiasi gani, robo, nusu, lita. Weka kiasi ambacho wewe kinakutosha kutokana na maandazi yako na kutokana na uwezo wako. Sasa hapo mafuta yasipate moto sana, yani mafuta yasiyo makali ndio weke maandazi. Mafuta tu yapate moto kidogo. Kwa hapo nilianza kutesti hiko kingano hiko.
nikaona haya mafuta yangu tayari haya, yani yasiwe ya moto, yani yapate tu vuguvugu. Mafuta yakiwa ya moto, alafu hilo andazi lina nyama ndani, halitoiva. Kwa hakikisha hilo andazi linaiva ndani, yani linaiva nje, linaiva ndani. Kwa hiyo kana mimi hapo utaona mimi andazi langu linavyoiva mpaka ndani kwa moto wangu huo mdogo. Kwa hiyo unaona maandazi mafuta sio makali. Kwa hapo nimeweka tu maandazi wala hayaungui, yani hayachemki sana. So unaona, yani mafuta makali yanajulikana, lakini hayo sio makali. Na kama wewe moto wako ni wa gesi, utakuwa tu unacheza na moto hapo, kupunguza, kuongeza kidogo hivyo yani. Kwa hiyo mimi nikaweka maandazi yangu, weka kidogo kidogo, yasijazane sana, yakakosa nafasi ya kuiva vizuri. Kwa hapo tunaenda kuyageuza jamani. Mimi napendaga kupika maandazi kugeuza na mwiko. Nilikuwa namuonaga mama yangu huko anapika, yani ndugu zangu mama yangu wanapikaga maandazi wanageuza na mwiko. Kwa hiyo na mimi nimezoea, sijui kwa nini, lakini mimi najua tu kupika maandazi kugeuza na mwiko, sio kijiko. Sasa sijajua nyinyi, lakini utakoroga na kitu chochote ambacho wewe unaona hiki kipo sawa kukorogea. Kwa tunaenda kugeuza, usiache mkono. Endelea tu kugeuza hayo maandazi ili yote yapate rangi moja. Yani sio huku andazi huku jeusi, huku rangi hii. Hakikisha maandazi yako yote yanatoka yana rangi hiyo, yana rangi moja. Kwa tunaendelea na hapo sasa, yanaendelea kuiva vizuri pande zote. Unayageuza kidogo, unayageuza hivyo ili yawive kote, yawive huu upande mmoja na upande mwingine. Na moto kama nilivyosema, moto mdogo. Sina hayo mafuta yangu mimi hapo sio makali. Ingekuwa makali hapo andazi lishabadilika rangi na ndani halijawiva. Kwa mafuta yani ya vuguvugu tu. Kwa tunaendelea zetu kugeuza hivyo vimaandazi. Nikasema ngoja niwasogezee kwa karibu muone hapo. Kwa hiyo hapo tunaenda kugeuza hayo maandazi. Yani geuza tu, usiachie mkono mpaka yawive. Unaacha sekunde moja unageuza. Yani kufanya kama mimi hapo, utanishukuru baada. Hilo andazi litawiva mpaka ndani. Na hakikisha mafuta sio makali. Yani usiweke moto mwingi. Kama unatumia jiko la mkaa, funga jiko au punguza hata moto, usiweke moto mwingi. Andazi lako litoke lina sura nzuri, sura ya kitajiri, sawa? Sawa. Basi kwa hapo nikaendelea, unaona maandazi yangu yanabadilika rangi na rangi zote zinafanana. Ile rangi nikigeuza upande huu rangi zake zinafanana. Kwa hiyo fanya kama mimi ninavyofanya hivyo, utanishukuru. Usiache sio andazi limeiva upande mmoja wewe ndio unakuja kuweka upande mwingine. Hapana, hilo andazi lako halitovutia. Sio unaona hivyo? Rangi zinafanana. Sio unaona? Kwa hiyo ukifanya kama mimi utanishukuru baadaye. Niamini. Kwa hiyo hapa nikaendelea kugeuza hayo maandazi. Na wale tuliokuwepo mwanzo mpaka mwisho wa hii video, naomba utaniachia comment yako hapo chini jamani. Yani nilisema naanza mwanzo mpaka mwisho, sitokata hiyo video. Ni kuanzia kukanda mpaka kukaanga step by step. Ili wote tunaojua na tusiojua tujifunze na tuelewe vizuri. Ona maandazi yanavyovutia. Rangi ni moja. Kwa hiyo hapo utakaanga mpaka yapate rangi ambayo wewe unaipenda. Wengine wanapenda iwe yani imekolea kidogo rangi iwe dark sana, wengine wanapenda tu rangi ya kawaida. Kama mimi hapa napenda rangi tu kama hiyo, isizidi sana. Kwa hiyo hapo tunaenda kutoa maandazi yetu, tunaenda kuyachuja. Hapo hilo andazi tayari limeiva mpaka ndani. Tunaenda kuchuja maandazi yetu. Yasifanyaje? Yasiungue. Rangi yake tu iwe nzuri, rangi ya kitajiri, ukila uenjoy. Yani kabla hata hujakula, ukiliona tu hivi andazi uenjoy. Ukiweka mezani andazi zuri linaita. Si mnaliona andazi hilo halina vipele hilo andazi lipo soft kabisa jamani. Si mnaliona? Na hapo hatujatumia mahitaji mengi kama nilivyosema mwanzo, na wote tumekuwa hapo. Nikaendelea na maandazi yangu. Hayo maandazi yalikuwa ni ya mwisho kabisa kuyachoma. Mengine yametoka na alama za vidole. Kuna baadhi ya maandazi hapo yametoka bwana na alama za vidole, kwa sababu yalikuwa malaini sana na yameumuka. Kwa hiyo nikaendelea kuchoma. Hayo maandazi yalotoka alama za vidole hayo yanaliwa na watoto. Ali baba. Kwa hiyo hapo tukafanyaje? Tukaendelea na maandazi yangu, nikaweka humo katika hotpot yangu. Sio na andazi limevutia, yani nzuri, lina rangi nzuri kabisa. Kwa hiyo nikaendelea hivyo hivyo kupika maandazi yangu hivyo kwa moto mdogo mdogo, kugeuza kama nilivyosema. Si unaona hayo hapo yana alama kama hilo hapo, lina alama ya kidole hapo lilikuwa laini sana, afu liliumuka vizuri kabisa.
Kwa hiyo hapo hayo maandazi yangu hapo ni ya mwisho sasa na yachoma kwa ajili ya kwenda kufanyaje, kwa ajili ya kwenda kufuturu. Haya maandazi unaweza ukapika kama kitafuno, unaweza ukapika ya biashara, unaweza ukapika kama iftari ya kufanya ya kufuturu, unaweza ukanywa na chai. Mimi sasa niwaambie, mimi ya maandazi yangu hayo nilikula na chai ya maziwa na nazi. Mshawahi kunywa chai ya maziwa na nazi nyie? Siku moja nitakuja kuwafundisha hapa na kuwaelekeza. Utaacha sana kuchemsha hayo machai. Hutochemsha chai utapika. Unaona na hilo andazi lilikuwa tamu. Lilikuwa linavutia. Si mnaliona? Afu limewiva mpaka ndani. Si unaona? Limechambuka. Nikasema hapo niwaoneshe huo mchambuko wa andazi ndani. Andazi limeiva. Kwa tuivisheni hayo maandazi vipenzi vyangu, na mimi nilikunywa na chai kama hivi unavyoona hapo kipenzi. Unaweza ukala hata na rojo la viazi, maharage na vyovyote vile upendavyo. Mimi ni mpaka kufikia hapo nimemaliza vipenzi vyangu. Msiache kusubscribe, kulike na kuacha comment yako hapo chini. Si unaona andazi lilivyokuwa zuri? Si unaona? Haya, kama hujawahi kupika andazi, naomba angalia hii video mpaka mwisho afu pika. Hutojutia. Si unaona andazi limeiva mpaka ndani, limepikwa na moto mdogo, limeiva na lina rangi nzuri. Si unaona? Si mnaona? Lakini vipenzi vyangu mimi sina tena cha kusema, nawapenda, msisahau kusubscribe. Bye bye, muwe salama.